Yes. Bwana, leo ni siku njema kabisa ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Bwana, nikujuze kabisa kwamba unaniona kabisa nipo vizuri, nipo vema, nimechangamka. Unaweza ukaniita majina yangu Dula Wadomu, lakini kwenye kamera unaweza kumuita DMB Production, ndio yuko nyuma ya kamera, lakini pembeni unaona kabisa tupo na kinywaji mchangamshi kinatengenezwa kutoka kampuni ya Mati Super Brand ambacho kinaitwa Sedi Pineapple Gin. Ni kinywaji ambacho chenye ladha nzuri kabisa ya nanasi, si ndivyo? Ndo kinatufanya tunakuwa strong, tunachangamka, msisimko na mambo yanakuwa mazuri. Siku ya leo nataka nikupe habari ambayo wewe hujawahi kuisikia au wenda umewahi kuisikia. Kwa miaka ya nyuma iliyopita iliwahi kutokea njaa kali sana ambayo vijiji vingi sana viliathirika kutokana na uhaba wa chakula. Na kila mmoja alikuwa akihangaika kuweza kutafuta chakula kwa ajili ya kunusuru maisha yake pamoja na familia yake. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Sadiki. Sadiki alikuwa anaishi katika vijiji vya Kondoa, mkoa wa Dodoma. Yule bwana alitoka nyumbani kwake kutoka kijiji cha kwanza kwenda kijiji cha pili kwa ajili ya kwenda kuemea. Kwa hiyo bwana Sadiki alitoka pale akiwa anatumaini kabisa kwamba kile kijiji atachofika anaweza kupata chakula kwa ajili ya kuweza kuleta nyumbani na kuweza kusaidia familia yake. Sadiki aliondoka tangia asubuhi saa 12 akiacha matumaini kwa familia yake kwamba ninaenda kupambana, nitarudi na chochote. Sadiki alienda mpaka vijiji hivyo. Alipoulizia aliambiwa muone kuna bwana mmoja ambaye yeye anaweza kuwa na chakula, kwa sababu mara nyingi yeye ndo anaonekanaga kwamba anakuwa na vyakula na mara nyingi anauza na anaweka store, na store kubwa. Alifika kwa yule bwana mida ya saa 10 ya jioni na akiwa amechoka sana. Alipisha hodi pale. Baada ya kupisha hodi, ilitoka ile familia pale wakamsikiliza. Akasema kwamba mimi nimetoka vijiji vya mbali na nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kutafuta chakula, na nimeambiwa nyinyi mnaweza kuwa na chakula, mnaweza kunisaidia. Yule mwanamke akamwambia karibu. Akapewa kiti akakaa. Mume wake akaja. Mume wake alipofika akamuuliza, bwana, shida yako ni nini? Akasema, nimetoka kijiji cha jirani kwa ajili ya kuja hapa kwa lengo langu kwa ajili ya kupata chakula. Sasa shida yangu kubwa iliyonileta hapa, nimeacha familia yangu katika hali ngumu, na hali hii yote imewazonga watu wengi sana, wana shida. Nimekuja, naomba uniuzie chakula hata kidogo tu. Yule bwana alimwambia, mimi chakula sina cha kukuuzia, kwa hiyo ningekuomba ungeendelea kutafuta kwingine. Lakini yule bwana inasemekana chakula alikuwa nacho kingi tu ndani, lakini aliamua kufanya hivyo kutokana na sababu zake, kutokana na moyo wake, kutokana na mawazo yake. Jamaa akamuomba, basi naomba unipe hata chakula kidogo basi nile nipate nguvu tu ya kuendelea kusogea mbele. Akamwambia chakula nacho hamna. Akamwambia, basi naomba nisaidie tu basi, hata basi nijihifadhi hapa kwako ili kesho niendelee na safari nyingine, kwa sababu muda umeenda sana. Akamwambia pia iwezekaniki. Yule bwana aliondoka kwa masikitiko makubwa sana, na akiendelea kwa nyumba zingine kuendelea kuomba msaada. Alifika nyumba ya Msamaria mwema mwingine, alimkaribisha, akampatia chakula, na akamwambia pia na mimi nina shida vile vile ya chakula. Lakini yule bwana alipotoka ndo alikuwa na chakula kingi, na mara nyingi sisi anatusaidia kutuuzia. Lakini kwa sababu wewe kuna kitu na umeacha familia yako, nitakugaia mimi kidogo nilichokuwa nacho ukipelekea familia yako. Bwana yule alimfanyia ihsani, alimpa sehemu ya kulala, akampa na chakula, na kesho akampa kile kidogo alichokuwa nacho, na sio kwa kumuuzia. Yule bwana akashukuru sana na akaanza safari ya kutoka pale kurudi nyumbani. Bwana Sadiki alifika nyumbani akiwa na huzuni mkubwa, lakini ana furaha at least kidogo kwa ajili amepata cha kuanzia. Alifika nyumbani akikuta familia yake katika hali ngumu sana, lakini kutokana ana kitu kidogo cha kuanzia, basi ilileta tumaini na furaha katika familia. Na akamhadisia mke wake kwamba nimefika kwenye nyumba ya bwana mmoja, lakini mapokezi yake yalikuwa ni mabaya, wakunionyesha ubinadamu wala upendo. Walinionyesha roho ya tofauti sana, na walinikatalia hata chakula niliomba hata sehemu ya kulala, walinikatalia, lakini wanasemekana wao wana vyakula vya kutosha. Sadiki alikaa kwa kipindi cha miaka mingi, ikaja ikatokezea njaa katika ukanda ule ambaye yeye alienda kutafuta chakula. Yule bwana alitoka upande ule ukanda akaja kutafuta chakula katika upande wa kijiji cha bwana Sadiki ambacho yeye yupo.
Alipoulizia nyumba zote aliambiwa Sadiki ana chakula na ataweza kumuuzia. Alifika mpaka kwa Sadiki akagonga mlango, wakamfungulia mida ya jioni, wakamkaribisha. Lakini Sadiki alishangaa kumuona ile sura, akaikumbuka ndio ile sura iliyomkataa, sura ambayo ikumpa hata matumaini ya kusema hata maji, hata pa kulala, hata kukumpa matumaini kwamba utapata hata kidogo, tuseme akitamsaidia familia yake. Alimkataa, lakini yeye alipomwona alishtuka, lakini baadaye akaingiwa na furaha, akasema huyu bwana leo amekuja kwangu, acha na yeye nimsikiliza na jambo gani. Alimkaribisha nyumbani bwana, lakini alipofika alimwambia, nimetoka nyumbani, kuna hali ngumu sana, kuna njaa kali sana, nimeacha familia yangu katika hali mbaya, nimekuja kwako, nimeambiwa wewe una chakula, ninaomba unisaidie kuniuzia hata debe moja la mahindi. Kama mahindi una, nipe hata mtama tu ukanisaidie. Bwana alimwambia, usiondoa shaka, ulichokitaka utakipata. Bwana Sadiki alimweleza yule bwana. Basi yule bwana akafurahi sana, akawa na amani. Basi akapewa maji ya kuoga, akaoga, akaandaliwa chakula, akachinjiwa na jogoo mkubwa, akala. Akamwambia, nyinyi ni watu wakarimu sana, na nyinyi ni watu wa Mungu, watu wenye upendo, sijawahi kuona watu kama nyinyi. Akaambia, usijali, usiwe na shaka. Yule bwana akalala. Kesho yake akaandaliwa, akaenda akasagiwa unga. Alivyoenda kusagiwa unga, akawekiwa sehemu katika mifuko, akaandaliwa na mahindi, akapewa, akaambiwa na akaandaliwa na mboga. Nadhani mboga za vijijini kama unavyozielewa, wanaita salsa zile au mlenda. Akawa ameandaliwa kwa sababu ya kuweza kwenda nyumbani, akifika asipate tabu, moja kwa moja akifika basi aweze kupika chakula. Bwana Sadiki alifanya hivyo kwa utashi mkubwa na upendo mkubwa na imani aliyokuwa nayo, ambayo Mungu aliweza kumjalia na familia yake na hekima na busara. Yule bwana bado hakujua, baada ya kufungashiwa vitu vyote, lakini akaambiwa, hebu bwana, unanikumbuka mimi? Akasema, sikukumbuki. Kumbuka pia tupo na Said Pineapple Gin, ambayo hii inatengenezwa na kiwanda cha Mati Super Brand Limited, ambao wapo hapa nyumbani Babati Manyara. Hii ina ladha nzuri ambayo ina ladha ya nanasi. Kinywaji changamshi kabisa, kinywaji changu pendwa, ni kinywaji chaguo la wengi, si ndivyo? Basi tunaendelea na story, wakati pia tunaendelea kupata 1 2 3. Baada ya kupata mshtuko na akaona kwamba vitu hivi nitapokonywa, alikosa furaha, akawa hana amani. Lakini Bwana akamwambia, usijali, katika maisha kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kukutana navyo, umeshanielewa, lakini najua hapo utakuwa umejifunza. Yule bwana akamwambia, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mtu wa tofauti sana, na wewe ni mtu mwenye moyo wa kipekee. Mungu akubariki wewe na familia yako. Sikutegemea kama wewe niliyokufanyia yote hayo, lakini wewe leo umenipokea kwa vizuri na ukanijua na ukanipa vyote. Umenipa chakula, ukanikaribisha, ukanipa maji nikaoga, ukanichinjia na jogoo, na leo umenipa unga, umenipa mboga, ukanipa na mahindi, tena bure, sio kwa pesa. Umeona? Yule bwana akaondoka kwa furaha kubwa. Alipoondoka alienda paka nyumbani kwake. Alipofika akamweleza mke wake haya yote aliyotendewa. Mke wake akamwambia, iliwe funzo kwako, ujue kwamba kila anaokuja kwako nyumbani kwako, mgeni ni baraka. Msikilize mgeni kwa busara, hekima na unyenyekevu. Huwezi kujua, saa nyingine Mungu anawatuma watu kwenda kwenye milango ya watu kwa lengo la kukupima. Umeona? Kwa hiyo siku nyingine wakija mtu yote uweza kumsikiliza. Kwa hiyo tujifunze kupitia huyu mtu aliyotutendea wema, na sisi tuwe wema kwa wengine. Mungu anasema katika vitabu vya dini na katika maandiko, anasema na wawazia nyinyi yaliyokuwa mema. Basi na sisi tuwe moja ya kuwawazia wengine mema, kuwaombea baraka wengine. Tunapolala, tunapoamka, tunaposali, tunapoenda kwenye nyumba za ibada, tuwaombee wengine mema na tuwe tunawawazia wenzetu mema, na pia Mungu na sisi atatubariki. Lakini najifunza vitu vingine. Kuna watu ambao wao ni wabinafsi, wao wana roho za kipekee yao, yani wanajifikiria wao. Yani yeye yupo radhi hata kile kidogo mtachokipata anataka apate yeye tu. Hata wewe unapokuwa unakuona unapendeza, unavaa vizuri, apendi. Anaona unaishi na familia yako vizuri, apendi. Anakuona unafanya kazi, unapata riziki, apendi. Anakuona unaendesha gari zuri, apendi. Anakuona una biashara yako, apendi. Kuna watu wana roho za design hiyo. Kwa hiyo tujifunze kuwa na roho nzuri za kuwafikiria wengine mema. Tujifunze kuwasaidia watu, kwa sababu Mungu anasema kila anaotoa atabarikiwa.
kwa sababu asiotoa na kila alichonacho atanyang'anywa. Sasa usifikirie kwamba atakuja jambazi nyumbani kwako kwa ajili ya kuja kukunyang'anya kile ulichonacho. Ndio maana wengi tunapigwa na matatizo mengi sana tunakuwa nao. Unakuta wewe una hela, una nyumba, una maisha mazuri, lakini una shida nyingi zinakuandama, magonjwa, matatizo mengi yanakuandama, pesa zako zinakuwa zinapitiliza, lakini huenda kumbe kuna sababu ambazo wewe unashindwa kuzitekeleza ambazo Mungu alitaka ufanye. Hadithi hii inatufundisha tuwe wema, tuwe watu wenye kutenda mazuri, tuwe watu wenye kufikiria wenzetu mazuri. Mfano, wewe leo umejaliwa una pesa ambazo wewe Mungu amekujalia, una pesa nyingi sana, lakini kumbuka kuna watoto yatima mitaani wanateseka, hata kula inashindikana. Kuna wajane ambao wao wana maisha magumu, lakini kuna wajane wengine at least wana maisha mazuri, lakini kuna wajane wengine wana maisha magumu sana, wanahitaji msaada. Kuna watu wagonjwa hapo hospitalini wanahitaji misaada. Leo wewe unashindwa kujitoa hata kumsaidia mtu kama huyu, lakini wewe uwezo unao. Unafanya mwingine una nguvu ya kuchangia hata damu tu kumchangia mtu mwingine, unashindwa kufanya hivi. Wewe unaweza hata kumsaidia mtu, kumpa tumaini hata kwa chochote kidogo, unaweza, lakini unashindwa kufanya hivyo. Nikufundishe kwamba duniani tunapita, wapo watu wengi walikuwa mashuhuri, walikuwa watu wapo wengi wana pesa, walikuwa wana vyeo, walikuwa watu maarufu manguli, kuna watu walikuwa makatili, kuna watu walikuwa na sifa mbaya, kuna watu walikuwa na sifa nzuri. Sasa tunajiuliza, kuna watu waliacha stori nyingi nzuri, kama mfano Mengi aliacha stori nzuri sana kwa jamii na Tanzania yetu na nchi za jirani, kwamba aliamua kuwasaidia watu mbalimbali, alionyesha upendo. Hata pia Mungu alivyomchukua, watu wengi walizidi kumnenea mazuri na kumsemea mazuri, kama kwa Bwana Lugumi ambaye ndugu yetu yupo Dar es Salaam. Tunaona kajenga magorofa kwa ajili ya kusaidia watoto yatima, anakaa nao, anakula nao, hawanyanyapai. Lakini pia tunajifunza kwa watu wengi ambao wapo ndani ya mkoa wetu wa Manyara. Umeona? Lakini leo ningependa kumsema mmoja au wawili. Mfano, tumzungumzie David Damian Mlokozi, ni mkurugenzi wa kampuni ya Mati Super Brand Limited, ambao pia ni Mati Foundation. Huyu bwana amekuwa na mchango mkubwa sana katika mkoa wetu wa Manyara, pamoja na wilaya, pamoja na taifa, pia kwa kulipa kodi, lakini kwa kuajiri vijana na kubadilisha maisha ya vijana. Lakini pia huyu bwana amekuwa ana mchango mkubwa kusaidia watoto yatima. Tunaona kuna mahafali alitokea Hanang, alikuwa ni moja ya kutoa misaada. Tunaona kasaidia vipaji mbalimbali kama mamisi. Tumeona wasanii Bongo Star Search ilifika hapa kwa udhamini wake. Tunaona Zekina Nandi Festival zilifanyika, Legend Tour zimefanyika. Yote ni kwa sababu ya David Mlokozi, kwa upendo wake na kuona kwamba kuna watu wanahitaji kusapotiwa. Lakini pia tunaona muda mchache ambao uliopita, tumeona ameshatoa shilingi milioni 158 kwa ajili ya kusapoti kanisa Katoliki kwa ajili ya ujenzi. Tumeona, lakini sio hapo tu, makanisa mengi tumeona ameendelea kwa support. Nyimbo ya Dula Wadom na Mr Blue tumeona pia aliwekeza fedha zake nyingi katika wimbo ule ambao unaona ile video aligaramikia yeye. Tunaona kwamba ni jinsi gani amekuwa ana mchango mkubwa katika jamii, na sio yeye tu, na hao niliowazungumzia wengine ambao wapo wanafanya mambo mazuri ambayo yanapendeza. Sasa tunajifunza kwa watu ambao kama hawa, tujifunze vitu vizuri kutokana na watu kama hawa ambao wana roho nzuri, wana upendo, wenye kuthamini wengine na kujali wengine. Tujifunze kuwa na roho nzuri, tujifunze kuthamini wengine, tujifunze kuwaonea huruma wengine. Mbele yangu unachokiona ni Said Pineapple. Hii inatengenezwa kutoka Mati Super Brand Limited ya hapa Babati Manyara. Ina ladha ya nanasi na kinywaji changamshi ambacho ukitumia unaenjoy kabisa na unafurahia kabisa. Lakini pia usisahau tuna ndugu zetu ambaye anaitwa Shamba la Simu. Yeye ni muuzaji wa simu aina zote na kwa bei nafuu kabisa. Unahitaji simu nzuri, unaweza kufika kwa Shamba la Simu ambaye yupo maeneo ya stendi ya zamani. Lakini na upande wa pili pia yupo ana maduka yake, uliza Shamba la Simu. Unaweza kupata TV, sabufa, unapata vingamuzi vya aina zote, unaweza kupata chaji ya original, mafriji, TV za aina zote, sabufa na vingine vingi kutokana kupitia kwa Shamba la Simu. Lakini pia anakopesha simu za aina mbalimbali. Lakini pia usisahau ndugu yetu Mahenge Shoes Store ambaye anapatikana naye stendi ya zamani, njia kutokea mabasi. Anaitwa Mahenge Shoes Store. Unaweza kujipatia viatu vyako kwa bei ya rejareja na jumla. Lakini pia kuna support kutoka kwa Manyara Computer. Unaweza kujipatia kompyuta yako desktop nzuri kabisa pale kutoka kwa
Manyara Computer. Labda ina hitilafu imezingua, inakusumbua, labda kuna program unazihitaji, unaweza kaona Manyara Computer. Wanauza vitu vingi pale Manyara Computer kwa mahitaji mengi ambayo wao wanahudumia. Lakini pia usisahau kumuona ndugu yetu Mbando Hardware kwa mahitaji ya ujenzi. Unaweza kumuona Mbando Hardware, anapatikana maeneo ya uwanja wa Tanzanite kwa raha. Anapatikana pale pembezoni tu na geti la kuingilia uwanja wa Tanzanite kwa raha. Yeye yupo anapatikana pale, anaitwa Mbando Hardware. Yeye ni muuzaji wa vitu vya ujenzi aina mbalimbali, lakini pia unaponunua vingi pia unaweza ukafikishiwa mzigo wako mpaka pale site na mambo yanakuwa mazuri. Unapata huduma nzuri kabisa. Na nipende kuambia kwamba kwenye kamera alikuwa ni DMB Production, ndio alikuwa ameshika kamera. Mimi unaoniona naitwa Dula Wadongo. Niseme kwamba tutakutana katika story nyingine na muda mwingine tutaenjoy, lakini pia dondosha comment zako.